Msimu wa masika kwa ajili ya upandaji wa mikarafuu. Zao la karafuu hustawi katika nyuzi joto 26.1 hadi nyuzi joto 26.7 centigrade na kukua vizuri kwenye sehemu yenye mwinuko wa usawa wa bahari mita 800 hadi 900. Na ili zao hili liweze kustawi na kukua vizuri, linahitaji mvua yenye wastani wa milimita 1628 mpaka milimita 1963 kwa mwaka. Shirika la Biashara la Taifa Zanzibar ZSTC kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo linatoa miche ya mikarafuu kwa wakulima kama inavyofanya katika msimu huu wa masika. Tunao mpango kupitia Shirika la Biashara Zanzibar ZSTC la kutoa miche ya karafuu kila mwaka kwa wakulima ili waweze kuzalisha mikarafuu. Tumepokea miche ya mikarafuu kutoka shirika la ZSTC Zanzibar. Idadi ambayo tumepokea ni 7610. Ni mwendelezo wa ile miche ambayo tunakuwa tunapokea kutoka ZSTC. Na mikarafuu hii tumeipokea mwisho, ndio imemalizia jana kwa ukamilifu wake, ambayo kawaida tunaigawa katika maeneo yetu mawili. Kwa idadi ambayo imekuja mikarafuu hii tunaipanda katika ekari 120 za chuo cha mafunzo, ukigawanya kambi zetu mbili, kwa kambi ya hapa Langoni lakini pia vile vile na kambi ya Kinimoshi kwa mchanganuo ambao tumeutaja hapo. Mara nyingi miche hii inapokuja tunakuwa tunaiweka katika eneo hili kwanza kwa ajili ya kuipumzisha ama kuipunguzia stresi, ambapo imetoka maeneo ya mbali na kuletwa hapa. Kwa hiyo kutokana na usafiri mengine imeshake ile udongo wake, kwa hiyo tunaiweka hapa, lakini pia vile vile tunaihudumia kama kuifanyia weeding. Mengine anakuja unaikuta tayari ina hali ya magugu, tunaiondoshea, tunaiweka katika mazingira mazuri ili tuitoe hapa kuipeleka shambani ikiwa katika hali ya ubora na uimara. Katika msimu huu upandaji wa mikarafuu, jumla ya miche 133,091 inatarajiwa kutolewa kwa wakulima Unguja na Pemba. Kwa kawaida miche ya mikarafuu hutolewa kupitia kwa masheha, ambapo wakulima wanaohitaji miche hiyo huorodhesha majina yao kwa sheha wa shehia husika. Baada ya kuwa umechagua eneo ambalo pana udongo na joto ambalo linaruhusu kwa uoteshaji wa zao la karafuu kwa shamba jipya, inashauriwa kufyeka na kung'oa visiki vyote. Baada ya kuandaa shamba, mkulima anatakiwa aandae mashimo kwa ajili ya upandaji wa miche. Shimo la mche wa mkarafuu linatakiwa liwe na urefu wa sentimita 75 na upana wa sentimita 75 sawa na futi 2.5 na kina chenye sentimita 75 sawa na futi 2.5.
na nafasi inayotakiwa katika shimo moja kwenda shimo jingine kwa shamba la mikarafuu mitupu, wakulima wanashauriwa kupanda masafa ya mita 8 hadi 10 kwa upande wa Unguja, na kwa upande wa Pemba mita 8 hadi 12 ili kuiwezesha mikarafuu kujitanua vizuri na kusaidiana kivuli wakati wa jua kali. Kiutaalamu, mkarafuu unatakiwa uwe na futi 1 shimo mapana na kwenda chini, na mita 10 urefu shina hadi shina. Lakini kwa sasa hivi tunapendekeza kwa shamba la mikarafuu mitupu basi iwe mita 8. Hiyo na shauri iwe mita 8 shina hadi shina. Na haya kutokana na zao la hii miti ya mikarafuu tokea asili yake ilipoanzia katika mwaka 1880, mkarafuu ulikuwa unastawi vizuri sana katika visiwa hivi vya Unguja na Pemba, ambapo ukisha upanda tu huna haja kutilia maji, mkarafuu unakuja wenyewe kwa sababu ilikuwa kiwango cha mvua ni kikubwa, ardhi ilikuwa inashiba maji vya kutosha. Lakini sasa hivi kwa mabadiliko ya tabia nchi, serikali imekuwa inatoa miche mingi ya mikarafuu kila mwaka, lakini hatima yake unapomaliza mwaka, inapokuja kiangazi, idadi ya miche mingi inakufa. Sasa tukaangalia tatizo ni nini. Tumegundua tatizo, kiwango cha jua kinapiga mpaka futi 1 kwenda chini. Kwa hivyo mikarafuu inakuwa haihimili, vifo inakuwa vingi vya mikarafuu. Tukajaribu kufanya kidogo majaribio kwa baadhi ya wakulima, ambapo walipiga mashimo makubwa ya futi 2 mpaka 3, ambapo tuliwapa mikarafuu wakapiga mashimo kama hayo. Sasa tumeona mikarafuu yao yote imekuja vizuri, na inakuja kiangazi ile mikarafuu bado ipo katika hali nzuri. Na wakati wa kuchimba shimo, weka udongo wa juu upande mmoja wa shimo na udongo wa chini uwekwe upande wa pili. Pia weka alama kwenye udongo wa juu ili kutofautisha na ule wa chini, na changanya udongo wa juu na samadi au mboji kiasi cha debe 1 kubwa na kurudisha ndani ya shimo kwanza. Pia shimo hutakiwa kulifukia lote kwa lengo la kuzuia maji kutuama kwenye mashimo. Vilevile kuweza kuweka mazalia yaliyooza kama mbolea kwa mikarafuu. Nafasi baina ya mkarafuu mmoja hadi mwingine hutegemeana na aina ya udongo na rutuba katika eneo husika. Kwa Unguja nafasi ya kupanda mikarafuu ni mita 8 hadi 10 kwa Unguja, na kwa Pemba ni mita 10 hadi 12, ambapo ni sawa na mikarafuu 70. Kwa Pemba ni 100. Kwa Unguja, kwa heka moja nafasi ya upandaji baina ya Pemba na Unguja zinatofautiana kwa sababu ya mwinuko wa bahari. Nafasi hii ya kupanda huruhusu uchanganyaji wa mazao ya msimu kufanyika ndani ya kipindi cha miaka 5 mpaka 7 tangu kupandwa kwa mikarafuu. Mikarafuu hupandwa kwa kutumia miche bora iliyoboreshwa, na zoezi la upandaji lifanyike mapema mara tu mvua inapoanza kunyesha. Faida za kupanda kwa nafasi ni kuwa inasaidia kuchanganya mazao na kuwezesha matumizi bora ya ardhi, na hivyo kupata mavuno mengi. Palizi ni muhimu hususan katika kipindi cha mvua, mwezi wa Oktoba mpaka Disemba, pia Machi mpaka Mei kwa Zanzibar. Gugu maarufu katika zao la karafuu ni Imperator cylindrica, linaathiri sana miche midogo. Madhumuni ya kupalilia ni kuwezesha mikarafuu kukua vizuri na kupata mazao mengi na yaliyo bora. Matandazo yanahitajika sana katika kipindi chote cha mikarafuu ikiwa shambani. Majani makavu ya mkarafuu na mgomba yanafaa sana kwa matandazo katika shamba la mikarafuu. Karafuu itaanza kuzaa ndani ya miaka 4 kutegemeana na udongo na maeneo, hivyo unaweza kuchanganya mkarafuu na mazao mengine kama michungwa, minazi na migomba, na mti wa mkarafuu unaweza kudumu kwa miaka isiyopungua 50 na kuzalisha vizuri ikiwa unafuatia kanuni na sheria kuhusu zao hili. Nashauri wakulima wenzangu, kwa hali ile tuliyozungumza ya mabadiliko ya tabia nchi, si vibaya sasa hivi kwa yule ambaye Mungu kamjalia kumiliki kisima cha maji, basi ni bora mkarafuu akausaidia kwa kutilia maji wakati wa kiangazi. Lakini mkarafuu huo katika kutilia maji, ikiwa mdogo anaweza katilia maji
wiki mara 2 hauna tatizo. Lakini kama utakuwa mkarafuu mpevu, akitilia maji wiki mara 2 au mara 3 hauna tatizo, isipokuwa pale tayari mkarafuu unapotaka kuchukua uzazi, ambapo ndani ya mwezi wa Disemba ikianza tu, kama ulikuwa na kawaida ya kumwagilia maji mikarafuu yako, ikiingia Disemba, zuia, weka maji wiki mara 1, kwa sababu mkarafuu ukiupa maji mengi wakati wa uzazi hautoweza kuzaa, na badala yake utaendelea kutoa majani machanga, kwa sababu utakuwa unapata shibe ya kutosha. Ili mkarafuu uzae upate ziki kidogo ya jua, ndio utatoa karafuu. Ukimwagilia maji unaweza ukatoa karafuu lakini ikawa hafifu. Kwa hivyo nashauri umwagiliaji maji kwa sasa hivi unafaa vizuri, lakini kwa wakati wa uzazi wa karafuu tuujue, tuupunguzie utiaji wa maji. Sio busara hata kidogo kwa mkulima kuchukua miche ambayo hana uwezo wa kuipanda na kuihudumia, ukizingatia miche hiyo inazalishwa kwa gharama kubwa. Karafuu ni uhai, karafuu kwa maendeleo ya Zanzibar.